Asante. Nataka kufahamu rudi hapa kwenye ukusanyaji wa maoni. Nataka kufahamu kama hiyo process itakuwa ni public, kwa maana tume ya Jaji Chande kuna muda tulikuwa public afu baadaye tukasema iende out of media. Sasa nataka kufahamu kama itakuwa public, kwamba watu media itaruhusiwa kurusha live ikiwa mahojiano na watu, ama itakuwa ni pembeni. Nafikiri naweza kujibu hilo. Kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi, mtu kama amepitia hiyo sheria kwa umakini, anayetoa mwongozo wa tume ifanye kazi hadharani au sio hadharani ni Mheshimiwa Rais. Lakini sheria hiyo imetoa nafasi pale ambapo Mheshimiwa Rais hajaweka hilo bayana, yani hakuna directive from the president. Tume imepewa mamlaka ya kuamua kulingana na mazingira halisi na aina ya ushahidi unaoenda kutolewa, kama iruhusu jambo lisikilizwe hadharani au hapana. Kwa hiyo kimsingi na kisheria tume inatakiwa kufanya kazi hadharani, watu waingie wasikilize. Lakini tukiona mazingira kwa jambo linaloenda kuzungumziwa si salama sana, pengine kwa wale wanaokuja kutoa ushahidi, basi tume ina mamlaka ya kuzuia watu au chombo chochote kuingia na kusikiliza kinachoenda kusemwa mle ndani. Hiyo ni sheria. Kwa hiyo tutakuwa tunapima yapi yatasikilizwa hadharani, yapi hayatasikilizwa hadharani. Lakini tunaomba sana mjue, wakati naeleza hadidu za rejea, mtakuwa mmeona uzito wa masuala yenyewe yanayokwenda kusikilizwa. Sasa tunaweza tukajiuliza, je, mashahidi watakuwa na hiari ya kujitokeza hadharani wakaseme haya ambayo wanakuja kusema? Tunaomba sana waandishi mtusaidie kuelimisha hilo eneo. Hapa ni kwenda kutambua, kuwabaini waliopanga, walioratibu, waliofadhili na waliotenda. Halafu tena kuna swala la matumizi ya nguvu zilizotumika wakati wa kudhibiti na kusababisha madhara, ni kina nani? Kwa hiyo nafikiri mtaona habari hizi ni za aina gani, na mashahidi wanapaswa kulindwa usalama wao wanapokuja kutoa taarifa, na sheria ya uchunguzi inawapa hiyo nafasi ya kulindwa kama ambavyo inafanyika mahakamani. Na sheria ya uchunguzi, sheria ya tume za uchunguzi inaifanya hii tume inapofanya kazi iwe kama vile ni mahakama kuu, inafanya kazi za kimahakama. Kwa hiyo yale tunayoona mahakamani hapa, wamezuia shahidi asionekane au asikilizwe kwa siri, yale mazingira ndio ambayo sisi tutakuwa tunaamua. Kwa hiyo kuna mahali mnaweza mkafika mkasikilizwa, wakati mwingine tutazuia kwa ajili ya usalama wa wahusika watakaofika mbele ya tume. Nafikiri nimeeleweka. Salamu kwa Mheshimiwa Jaji Lila, naitwa Makrina, natoka Crown Media. Swali langu lina tume hii iko huru kwa kiwango gani kutokana na maneno ambayo yako kwa watu na mashaka yanayotengenezwa? Mamlaka ya Rais kwa mujibu wa sheria ni kuteua makamishna kwa ajili ya kufanya uchunguzi
na kutoa hadidu za rejea za kwenda kufanyiwa kazi. Hakuna mahali kwenye sheria hiyo kunampa rais nafasi au mtu mwingine yoyote yule, hakuna mahali ambapo anapewa nafasi ya kuja kuiambia tume ifanye nini. Ukishaipa mamlaka yale ya hadidu za rejea kwa mujibu wa sheria, basi tume inafanya kazi yenyewe kwa utaratibu iliyopanga, inakusanya taarifa, ikishamaliza inaandaa ripoti, inapeleka kwa muhusika kwa mujibu wa sheria. Na tume, na kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi, taarifa tunatakiwa tukishakamilisha kazi yetu tuiandae taarifa tumpelekee Mheshimiwa Rais. Then Mheshimiwa Rais ndio ana taratibu zake za kuitumia hiyo taarifa. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo sisi tunaruhusiwa kuingiliwa na chochote, na chombo chochote. Badala yake sheria inataka vyombo vyote na taasisi yoyote na mtu yoyote mwenye taarifa atoe taarifa kwa tume. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamuita yeyote ili kupata taarifa yoyote ile ambayo tunaona anazo, na sheria inaturuhusu hata kukulazimisha kuja kuipa tume taarifa zile ambazo tunadhani unazo, labda unazificha. Kwa hiyo tume haina namna yoyote ile inaweza kuingilia. Ukishaiteua unasubiri taarifa, unaitumiaje ni wewe sasa ambaye mamlaka utakuwa umeletewa hiyo taarifa. Mwisho, ndugu wanahabari, nawashukuru sana kwa kufika. Tunaomba sana mtusaidie kuelimisha umma kuhusiana na uwepo wa tume hii, na mtusaidie kuhamasisha wananchi wafike. Nafikiri mmeshaelewa uwanda wa maeneo ambayo tunakwenda kufanyia kazi, kwa hiyo tunawategemea sana katika kuhamasisha wananchi wajitokeze. Asanteni sana.